komeasio maana ahadi zote za Mungu nundu mawatho othe mawili zilizopo katika yeye ila si wake ni ndio niguo nili tena. Kwa hiyo tena kwa kiu katika yeye ni amina, ndini wake ni amen. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi Ngai atothotai wa kwaitu. Ahadi za Mungu wetu mawatho ma Ngai witu zilizopo katika yeye alame ndini wake ni ndio nini tena katika hiyo tena ndini wake. Haleluya, haleluya. Katika hiyo katika yeye ndini wake ni amina, ni amen. Ahadi za Mungu wetu mawatho ma Ngai witu ni ndio nini kile ambacho amekuahidi kila wa Bwana lazima atimize, lazima yanisi. Hiyo ni tabia ya Mungu, si mwikalewa Ngai. Hiyo ni namna ya Mungu, si mubai wa Ngai. Hiyo ni nature ya Mungu wetu, si mwikalewa Ngai witu. Kama umeokoka hawi mutangie uko na huyu Mungu ndani yako, wina Ngai yuthi ni wangu, huyo Mungu aliyekuita Ngai yuthi wakwitie yale ambaye amekuahidi katika neno lake. Halo wadine dini wa neno yake anasema ni ndio. Yaseniji elewa na fahamu Mungu wako, elewa noima na Ngai wako, fahamu Mungu uliye naye maana Ngai wako winake ni mambo gani ambao unaoyatazama, ni maundumao masiisie na moyoni ulikuwa unajua Bwana ameniahidi na ndoni ni wizi mwe nyumba vipi, lakini kwa macho ya nje, lakini kwa meno manza unasema ya kwamba sioni kana kwamba inaweza kutimia. Uweze kana ndiko ndekana ibatonde kana uenda imemaliza miaka na miaka batonde koke ya dusu ndio mitende miaka na miaka, lakini nature ya Mungu wetu, lakini mwikalewa Ngai witu anadumisha ahadi zake. Ni siamba wa mama. Maandiko yanasema ahadi zake ni ndio. Maandiko yanasema watu wake ni tena katika hiyo tena dini wake katika yeye dini wake ni amina, ni amen. Amina inamaanisha na iwe hivyo. Amen ni maanisha kabisa wa na kwa Mungu wetu inakuwa hivyo, na kwa Ngai wetu wewe wa aliahidi Ibrahimu aga Balaam akiwa mwanarika tu, mundu wa muiga akiwa bado hajazeeka tena utume, akamwambia ya kwamba nitakubariki amweka nenda kuadima kutoka kwako uma kwako utazaa, nitakubariki na wana ukasianga kuadima na siana watakuwa wengi kama nyota wa angani, lakini waingita ndio zetu watakuwa wengi kama mchanga wa baharini, kile waingita mganga wao kangani. Bwana asifiwe, amen. Baka kazeeka baka atume kwa macho ya nje kukawa akuonekani tumaini kwa mbele manza wewe walikuwa ni kwake, lakini kwa sababu ahadi zake ni ndio, lakini kwa ndoa kwa ya wadha wake ni na tena katika hiyo na tena dini wake katika yeye dini wake ni amina, ni amen. Mungu akatimiza mwenge anesia. Abraham akaitwa Ibrahim, Abrahamu aitwa baba wa mataifa, ile wa mbai. Sara Sela akaitwa Sarai, aitwa Sarai mama wa mataifa, ile wa mbai bingi, kwa sababu ahadi za Mungu ni ndio. Ndugu wa wadhamani, nasema Mungu aliye
kifungu cha 6 kilikuja tandatu. Maandiko yanasema nini? Mstari wa 18. Muthewe 18 maandiko measiata. Waebrania 6. Waebrania tandatu. Kifungu cha 6 mstari wa 18. Kilikuja tandatu muthewe 18. Mwandishi wa Waebrania anasema hivi. Maandiko yanasema ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale ya wekwayo mbele yetu. Amen. Amen. Hebu tupigie Yesu makofi kwa sababu ya hilo. Tumukunie Yesu makofi kwa watu. Maandiko yanatudhihirishia nini? Maandiko metuya ni tetao katika yale ambayo Bwana aliyoahidi watu wake. Tini wa alamu ya ibadi yangu make. Aliyoahidi kanisa lake. Aliyoahidi kanisa wake. Yeye hawezi kusema uongo. Wenda tono wetu Mungu. Hawezi kubadilisha hilo. Na tono bingu wakiu. Kile ambacho Bwana alichokisema. Kila mwe iwaweti. Lazima apate kukitimiza. Lazima tuondokia nisi. Kwetu sisi tulio na hayo matumaini. Kuitu idite na mawimba tesu. Katika yeye. Dini wake. Huyu Mungu ni mwaminifu. Ya yuyu ni mwikiriku. Mungu aliyekuita. Ya yuyu kuitite. Anatimiza ahadi zake. Aya ngesi hama wanamake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niongeze jambo lingine. Nienda kuongela mbungi. Katika kitabu cha Tito, Titus. Ndini webukuni ya Tito. Kifungu cha 1 mstari wa 2. Kilungu cha mbe wa kana. Maandiko yanasema katika tumaini